Zimezuka taarifa ya kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameuliwa katika shambulio la kombora la Iran. Uvumi huu pia umechangiwa na uwepo wa video ambayo inamuonesha Netanyahu akiwa na vidole 6, lakini pia katika ukurasa wa X wa mtoto wake Yair Netanyahu hajaweza kuposti chochote kwa muda wa siku 6 mfululizo. Sasa leo katika video hii nataka tuangalie kama Iran wanao uwezo wa kurusha kombora kutoka ndani ya Iran mpaka Israel na likaweza kumuua kiongozi mkuu wa taifa la Israel. Kwanza tuanze kwa kutazama jinsi ambavyo Israel iliweza kufanya mashambulizi ya kuweza kuwaua viongozi wa makundi yanayoungwa mkono na Iran kama Hezbollah. Kipindi ambapo Israel walimuua kiongozi Hassan Nasrallah wa kundi la Hezbollah. Mnamo tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2024, Israeli ilimuua Hassan Nasrallah kiongozi wa Hezbollah ikitumia mabomu ya BLU 109, mabomu 85. Mabomu haya ni yale yanayoitwa bunker buster, yakiweza kupiga mahandaki. Kutokana na Israeli kuwa wanatumia ndege za kisasa za vita, wanaweza kusogea mpaka karibu na wakaweza kurusha mabomu haya. Kila bomu likienda kupiga kwenye shimo ambalo lilipigwa na bomu la kwanza. Hivyo kwa mwendo huu, hata kama handaki ni refu kiasi gani, mabomu haya yote 85 yanaweza kupiga sehemu moja na hivyo kuweza kuharibu handaki zima na kuweza kuwaua wote walioko chini. Hiki ndicho kilichotokea katika mauaji ya Nasrallah. Lakini pia kikundi cha Hezbollah kilikosa mifumo ya ulinzi wa anga kuweza kudungua mabomu hayo. Endapo wangeweza kudungua mabomu hayo kwa kiasi fulani, yangeweza kupunguza madhara. Kwa mfano, wangeweza kudungua nusu ya mabomu hayo, ingeweza kupunguza sana madhara, kwa sababu nusu ya mabomu hayo yaliyotumika isingeweza kupiga handaki lenye urefu wa mita 100. Hivyo kukosekana kwa mifumo ya ulinzi wa anga kwa kikundi cha Hezbollah kulichangia sana kuweza kufanikisha lengo la Israel. Sasa kwa namna yoyote ile, Iran haina uwezo wa kuweza kurusha kombora kutoka ndani ya Irani mpaka Israeli na likaweza kupiga sehemu ambapo atakuwa kiongozi mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Na sababu ni kama zifuatazo. Mabomu au makombora ambayo Iran wanatumia hayana uhakika wa kuweza kupiga target kwa usahihi. Kuna kitu kinaitwa CEP, Circular Error Probable, ambapo kwa kifupi tu mtu anaweza kusema ikiwa ndogo ndiyo bora. Sasa mabomu mengi ya Iran yanaweza kukua na CPE ya mita 30. Hii inamaanisha kwamba bomu linaweza likakosea kuipiga target mpaka kwa mita 30. Kitendo hiki kinamaanisha kwamba Iran haitaweza kupiga makombora yote yapige sehemu moja kama ambavyo Israeli au mataifa mengine kama Marekani yanaweza yakafanya. Kuweza kupiga handaki ambalo Netanyahu yupo itahitaji kombora ambalo litaweza kupiga kwa usahihi. Makombora yawe mengi na yaweze kupiga kwa usahihi sehemu moja. Makombora ya Irani yanaacha shimo la mita 2. Hivyo kwa makadirio, kama Netanyahu yupo kwenye handaki la mita 100, utahitaji angalau makombora 50 yote yaweze kupiga kwenye shimo ambalo lilipigwa na kombora ambalo lilitangulia, jambo ambalo Iran hawana uwezo huo. Mnamo tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2024, Iran walifanya shambulio la kulipiza kisasi cha mauaji ya kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah na kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh ambaye aliuliwa ndani ya Iran. Katika shambulizo hilo la Iran walidai ya kwamba wameweza kuharibu ndege 20 aina ya F-35 katika kambi ya Nevatim, kambi ya jeshi la anga la Israel. Hata hivyo, ilikuja kugundulika baadaye ya kwamba hakuna ndege hata moja ambayo ilikuwepo muda ambao Iran walifanya shambulio. Ndege zote ambazo zilikuwa katika kambi hiyo ziliondolewa kabla ya Iran kuweza kushambulia. Hii inamaanisha kwamba Iran wanakosa taarifa za kitelijensia kujua kile wanachokishambulia, je, kipo katika eneo hilo ili waweze kupiga na kukiharibu. Ili waweze kushambulia na kumuua Netanyahu, inabidi wajue sehemu ambayo atakuwepo, jambo ambalo ni gumu
kuweza kujua kwa usahihi sehemu ambapo Netanyahu atakuwepo, kwa sababu amekuwa akizingatia sana hatua za kujilinda. Netanyahu amekuwa akijilinda. Kwa mfano, katika picha hii utaona anatumia simu ambayo imezibwa sehemu yake ya kamera. Ni virahisi sana kwa mtu kuweza kuhack sehemu ya kamera na kuweza kuchukua picha. Hivyo Netanyahu anachukua hatua ya kuiziba kamera yake mwenyewe ili isiweze kuwa hacked kirahisi. Hii ni katika hatua kubwa sana ya mtu kuweza kujiwekea ulinzi yeye binafsi, na inaonekana hata kama kuna watu wanamshauri, naye anazingatia sana. Ukizingatia kwamba yeye ni kiongozi wa taifa lenye intelijensia kubwa, lakini bado anajiwekea ulinzi binafsi ili Irani waweze kufanya shambulizi la kuweza kumuua Netanyahu. Itabidi waweze kurusha makombora mengi. Mifumo ya ulinzi wa anga ya Israeli kama Arrow 3 na Arrow 4 imekuwa ikifanya vizuri sana katika kukabiliana na makombora ya ballistic, lakini pia Marekani imeipa Israeli mifumo ya THAAD ambayo pia inasaidia katika kupunguza madhara, kwani unakuta inaweza kudungua makombora mengi, hivyo kupunguza madhara. Kwa mfano, nimesema katika operation ya kumuua Hassan Nasrallah yalitumika mabomu 85, yote yakiweza kupiga sehemu moja kwa usahihi. Na kwa sababu Hezbollah hawana mifumo ya ulinzi wa anga, mabomu yote yaliweza kupiga pale pale ambapo Israeli ilikuwa imepalenga. Lakini kwa Iran kuweza kushambulia sehemu moja itakuwa ngumu, kwa sababu mifumo ya ulinzi wa anga ya Israeli itapunguza baadhi ya makombora, na yatakayofanikiwa kupenya yatakuwa machache, hivyo hayataweza kufanikisha lengo la kuweza kuharibu handaki ambalo ametengenezewa kiongozi mkuu wa Israel. Hakuna namna ya Iran kuweza kurusha kombora kutoka ndani ya nchi yake mpaka Israeli ili liweze kwenda kumuua kiongozi mkuu wa taifa la Israeli. Njia ambayo Iran wanaweza wakatumia ni kwa kumuua kwa kupitia bunduki, kwa kupitia watu waliokuwepo ndani, aidha kwa kuwapa hela waweze kumpiga risasi wamuue, au labda kwa kutumia sumu, lakini sio kwa kurusha kombora na kuweza kumuua.